asifiwe. Praise the living name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtoto wa Mungu mahali hapa ambaye amepewa pumzi iliyo hai, pepea tunakashangilie kwa ajili ya uwepo wa Mungu. Ongeza makofi, ongeza makofi. Ongeza makofi, ongeza makofi. Sema tu Bwana anastahili. Sema tu Bwana anastahili. Oh Mungu wa majeshi. So Mungu akabariki waimbaji wetu. Amen. Sio rahisi. Mungu akabariki waimbaji wetu kwa kazi ambayo wanafanya. It's not easy. Sio rahisi kabisa. So nami nashukuru Mungu kwa kibali hiki ambacho nimepewa. Ningekuomba tu kwa dakika chache kama hali moja ilikuomba tusikie ujumbe wa Mungu na itakuwa ya baraka. Ninaona wakati ya neno kuna viketi viko wazi. Sijui kama watu wamekwenda wapi, so protocol mtusaidie. Ikikuwa kama ni mama nyanyonyesha, hapo itakuwa beta. Lakini ni vyema zaidi tusikie ujumbe kutoka Mungu kwa sababu huu ujumbe unabadilisha na ujumbe unatupatia direction ambao ni njema zaidi. Amen. So kwa wale ambao hawanijui kwa majina, naitikia kwa jina la Itembia Boniface. Ukiniita Brother Boy itakuwa nimefurahi na itakuwa ya heri zaidi. Amen. So salamia jirani yako, mwambie ni muda mzuri wa kukula chakula chetu cha kiroho. Nani yu tayari kukula chakula cha kiroho? Mungu atubariki zaidi. Yes, nina ujumbe na tutaongea tu kwa ufupi ili tumalizie kwa maana ni mafundisho na inahitaji muda zaidi. Amen. So kabla sijaanza kufundisha, ningetoa tu mfano moja ambao unapatikana kwa Biblia. Sijui sote kama mnanipata, kanisa lote mnanisikiza? Yeah. So Biblia yangu inasema ya kwamba kijana mmoja akajitokeza mbele za Yesu. Na wakati amejitokeza mbele za Yesu, akamuuliza Yesu, kitu gani huwa naweza fanya chema ama nifanye nini ili kwamba nipate kurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, kitu chema ambacho unakiomba ni ngumu, kwa maana kuna mtu mmoja ambaye ni mwema, lakini ukihitaji habari za uzima ni sharti ukashike amri. Amri kama usiue, usiibe, usishuhudie jirani yako uongo, usitamani mke wa jirani yako, heshimu baba yako na mama yako. Yule kijana akasimama kitiani akasema, mambo haya yote nimeyafanya toka utotoni mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Kristo alikuwa Mungu, anayajua yote ambayo tunayatenda, anayajua yote ambayo tuko nayo. Akamwambia, wacha nikwambie kijana, sasa nenda ukauze mali yako na ukawapatie maskini, kisha uje ukanifuate. Kwa maana Yesu amejua kwamba yule kijana alikuwa na mali nyingi. Biblia inasema ya kwamba yule kijana akaondoka na kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye Yesu akatazamia wanafunzi wake akawaambia, amini amini nawaambia kweli, itakuwa ngumu kwa tajiri kurithi ufalme wa mbinguni, bali itakuwa rahisi kwa ngamia kupenya katika tundu la shindano. Siko kwa hiyo mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba wanafunzi wote wakasikiliza,
Wakasema, Yesu, ikiwa ni hivi, hakuna ambaye ataokoka. Yesu akawakazia macho akawaambia, mambo haya hayawezekani kwa wanadamu, lakini mbele za Mungu yanawezekana. Praise God. Ninakuambia kwamba wokovu wa kanisa, wokovu wa ulimwengu mbele za Mungu inawezekana. Kwa maana kwa macho ya ulimwengu, kwa macho ya wasomi, kwa macho ya wote ambao wanaona haiwezekani, kwa maana hakuna yeyote anastahili kuokoka. Lakini Yesu anasema kwa macho ya Mungu all things are possible, yote yanawezekana. Na kuja kuambia asubuhi ya leo, haijalishi watu wamesema nini, haijalishi watu wamepanga mpango gani, haijalishi mambo yapi yamefunga, lakini mbele za Mungu kwa ajili ya wokovu yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Hambia jirani yako, yote yanawezekana. Ingawaje nalia, ingawaje sioni majibu, lile ambalo najua yote yanawezekana mbele za Mungu. Wanipange majina aje, waniiti siwezi, waniiti utatoka Kakuma, yote yanawezekana. Haijalishi miaka nyingi naishi hapa, haijalishi nafanya nini. What I know, all things are possible. Yote yanawezekana. Ndugu mpendwa, ukiwa bado unaishi, ukiwa bado unatembea, na kutangazia na kuambia yote yanawezekana. Kama ni visa utapata, kama ni kuendelea utapata, kama ni ndoa utapata, lakini shikilia wokovu. Usiache wokovu, usiache wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Haiko ndio mafundisho yangu, akatu nikakionjo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamwambia kwa wanadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu inawezekana. So usijisifu kwa maana wewe umeokoka. Umeokolewa si kwa nguvu yako. Amen. Tunaona wengine, unajua wanapendanga Mungu sana. Wengine wakikuwa na karama wanafanya wengine wanakuwa watumwa. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wakiimba sana vizuri wanafanya wengine wanakuwa watumwa. Baraza, wachungaji wanakuwa wanawafuata nyuma. Lakini nakwambia wokovu wako ambao uko nao ni ngumu kwa ulimwengu huu, lakini Mungu ndiye amekuwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Nilijaribu kujifikiria ikiwa ya kwamba mitume ama wanafunzi ambao walikula na Yesu, walitembea na Yesu, walijua ni position ipi ambacho Yesu amekuwa kilala, lakini wamemwambia Bwana, kama ni hivi hakuna yoyote ambaye ataokoka, kwa maana waliona hapo kuna hukumu mahali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So tunakuja tu kuendelesha lile ambalo watumishi walikuwa wakichangia kwa ajili ya somo hii. Leo tunaongea viwango vya kuendelea katika wokovu. Dimensions of accelerating in the salvation. Viwango vya kuendelea katika wokovu ama ndani ya wokovu. Amen. Nashukuru sana pia Papa Israeli ambaye ametufunza hapa, anasema wokovu ni maisha. Amen. So nataka nikwambie ndani ya wokovu kuna viwango. Na tunashukuru Roho wa Bwana kutuongoza tuanze na somo hili. Amen. Tukisema kiwango ni hatua ya kitu ulichopewa. Dimension ni hatua. Waingereza wanasema it's a step of a given thing. Ni hatua ya kitu ulichopewa ama ni ukubwa wa jambo. Wakikwambia bwana hauna kiwango
ya kukua kwa hii timu. Ni kumaanisha wewe hauna uwezo wa kwenda hapo, wenda hauna masomo, wenda hauna skills ya kuwa hapo. So tukiongelea kiwango, tunaona ukubwa ambao unaonesha upana wa jambo fulani, ama tunaona kitu ambacho mtu aliyopewa. So ndani ya wokovu kuna viwango. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So nisikilize kwa makini, kwa maana hata mimi mwenyewe nilikuwa nifundisha inaona iko tofauti kiasi. Unaweza kuwa umesikia kuhusu imani, wenda jinsi nafundisha itakuwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja. Nataka nikueleze kitu kimoja. Na sisi wa Kristo tunatembea kitu ambacho kinatuweka pamoja, ni ogonaita wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Na ili uanze kutembea kwa wokovu, kuna jambo ambalo linaitwa imani. Lazima kwanza uamini Kristo. Na ukiamini Kristo, unaanza safari ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Na hii safari ya wokovu iko na viwango. Ndio unaweza pata mhubiri nyempoli, wenda kiwango chake ni 10%. Ukikuwa na 10% kwa wokovu, utatukanana. Uhubiri utoe mapepo, utapigana tu. Bwana Yesu asifiwe. Muimbaji ukimwona nje, unafikiria kwamba yeye ndio anakuwa miereka. Na miereka hiyo tunaitaka wrestling. Bwana Yesu asifiwe. Viwango. Lazima kama kanisa viwango vyetu ndani ya wokovu vipande, ili kwamba tushinde majaribu ya dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bila ya viwango hatuwezi endelea ndani ya wokovu. Unapata mtu anakuambia niko na miaka 40 ya wokovu, lakini ukiangalia jinsi anabehave unajiuliza sasa ni aje? Mtu kweli ni aje? Lazima kuna vijitabia vikabadilike katika maisha yetu, kwa sababu tuna progress ndani ya wokovu. Amen. Tuko pamoja. Wacha nigusie hapa. Paulo anasema, wakati nilikuwa mtoto nalinena kama mtoto, nalifahamu kama mtoto, nalienenda kama mtoto. Wakati nimekomaa nikasahau yote ya utoto. Kama kanisa tukikomaa, lazima tuenende kwa viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kiwango ambacho haitaji kuomba dakika 30, ni dakika 5 Mungu anajibu maombi, kwa sababu anaona kwa katika dimension nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Kama tuko pamoja, fanya hivi. So katika somo hili, unajua tukiongea kiwango cha kuendelea katika wokovu, kuna vitu vingi, lakini kwa Roho ameniwezesha nimepata mambo 4, ambayo ya kwanza ni imani, faith. Ya pili ni kuongozwa na Roho Mtakatifu, being led by the Holy Ghost. Ya tatu ni nia ya ukomavu, maturity mindset. Na ya mwisho ni kukaa daima katika uwepo ya Mungu, always dwelling in God's presence. Anjo mambo maini ambayo nimepata. Wacha tuanze kuongelea pointi la kwanza ambapo nasema ni imani. Imani ni kiwango cha kwanza ambacho kinakufanya uendelee katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kama una imani hauwezi kumpendeza Mungu. Wacha tusome, nasoma vitabu ambavyo sote tunajua, lakini ni mafundisho lazima nivingie ndani. Waefeso 2:8-9 Biblia inasema aje? Waefeso sura 2:8-9. Yes. Kwa maana umeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo
haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Yes. Wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Amen. Amen. Nina verse 2 ndasoma, lakini nataka niingilie kwindani. Kwa nini Biblia inasema hivi? Tuko najifunza. Amen. Biblia inasema kwa maana mmeokolewa kwa neema. Hapa ni Paulo anaongea na kanisa la Efeso. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo haikutokana na nafsi zenu. Ambayo imani ambayo umeokolewa ndani haikutokana na nafsi zenu, haikutokana na akili zenu, haikutokana na kufikiria kwenu, bali Bwana amewezesha kipawa chake ndani ya hiyo imani ili kwamba wewe uokolewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua grace, imani, neema ni jambo ambalo haukustahili. Hilo ndilo neema. Bwana Yesu asifiwe. Sote tunakubaliana ya kwamba wokovu haukuwa wetu. Wokovu ilikuwa kwa ajili ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tulikuwa mataifa, Gentiles, mataifa. Na tulipokea huu ujumbe kupitia mtume Paulo. Huyu ndiye ambayo Mungu kamwezesha akapeleke huu ujumbe kwa mataifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa Paulo anaambia kanisa ambayo ilikuwa ni kanisa la kimataifa, anawaambia kwamba mumeokolewa kwa neema. Hii wokovu haikuwastahili nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia imani, ambapo imani haikutokana na fikra zetu, haikutokana na kufikiria kwetu, bali Mungu aliwachilia kipawa chake. Bwana Yesu asifiwe. Hii neema imeleta imani kwa ajili yetu sote mahali hapa. Ndiposa tunaongelea pointi ya kwanza, imani, viwango vya kuendelea katika wokovu. Pointi ya kwanza ni imani. Amen. Amen. So nataka nikuambie jambo. Ukiona mwenzako asiyeokoka, usijipige kifua. Hata wewe umeokoka kutokana na wewe. Ni Mungu ndiye amewezesha ili kwamba wewe uwe jinsi ulivyo. Wakati mwingine tuombea wale wengine waache, ingawaje tunawahubiri, lakini tuwahubiri pia habari ya upendo, habari ya kuwaleta kwa Yesu. Tukiangalia hapa ni sisi peke yetu. Wale wengine atujivuna sisi peke yetu tuko hapa. Amen. Ni jukumu lako na mimi kutangaza, kuhubiri. Kuhubiri sio tu kulalamika nje, lakini kuhubiri ni kuongea maneno moja ya kubadilisha wengine. Naweza kuwa niko kazini na nena na mtu na namwambia Sunday nipate kanisani, nena kwa ya baraka. Ni jukumu letu sote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama injili yaenee yote na ufalme wa mbinguni bado, Yesu atarudi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wakati neno itaenea mahali pote, na mimi ndipo nitakuja. Ni kumaanisha kanisa sisi ndile tunamchelewesha Bwana kurudi. Kenya kuna mahali ambapo watu hawajui hata Yesu. Hii Kenya hii. Kongo kuna mahali watu hawajui Yesu. Burundi kuna mahali watu hawajui Yesu. Tanzania kuna mahali watu hawajui Yesu. Ulaya sasa usiseme. Walituletea wokovu, lakini hiyo wokovu tena hao hawashikilie. Ni time ambayo muda unakuja ambao Mungu anaachilia Waafrika waende wakahubirie wazungu, ili wazungu wakarudi katika njia ambayo ni nzuri. Kuna watu Mungu anawaacha hapa, anawachonga vizuri ili kwamba wahubiri huko. Wakifika sasa hapo wanaona ni nafasi sasa ya wao kuenjoy. Amen. Lazima ujue lengo ambao Mungu anakupeleka nayo huko. Amen.
Si rahisi kukaa miaka 5 hapa, si rahisi kukaa miaka 6, 7 na kuendelea. Kuna wenye wamekuja siku moja wakatoroka wakasema hii hatuwezi. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Ikiwa ya kwamba sisi kama kanisa lililo hai tumeokolewa kwa neema kupitia imani ambayo Mungu ametuwezesha ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hii imani ya kutokana na nafsi zetu ama fikra zetu, kwa sababu sisi tulikuwa watumwa wa dhambi. Haleluya. Tulikuwa watumwa wa dhambi. Mtumwa ni mtu ambaye anajua kazi ambayo anafanya kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mtumwa haujui kwamba kipi kitatokea kesho. Ndivyo sisi tulikuwa. Paulo anasema haikutokana na nafsi zenu, haikutokana na kujua kwenu, kwa maana nyinyi mlikuwa watumwa wa dhambi ambao shetani alikuwa akiwashikilia. Bwana Yesu asifiwe. Bali ilihitaji divine intervention, ilihitaji msaada wa kiungu ambayo ni kipawa chake, aachilie neema ili kwamba mimi na wewe tuwe jinsi tulivyo. Leo Mkenya, Mkongo, Mburundi, sote mzungu tunaweza keti mahali moja tukimwabudu Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaacha ya kale. Kama Afrika tunateseka, ni wazungu ndio wametutesa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 1885 walikuja wakakata Afrika kama keki. Ndio nasikia shida yako. Unapata ingambo huku Kongo Brazza wanaongea Lingala, Kongo Kinshasa wanaongea Lingala. Unapata upande wa hapa wapo kama ni kina nani wanaongea lugha hapa, kama ni kina nani hapa kwenye boda na Uganda nako wanaongea, Sudan nako wanaongea. Kitambo watu walikuwa ni wandugu, kwa sababu hao watu wametushinda nguvu. Wamekuja wakakata wakasema sasa nyinyi kama ulikuwa na babako mdogo, unajipata babako mdogo leo anaita Ukraine, wewe mwingine unaita mtu wa Russia na mnaongea lugha moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wokovu uliondoa hiyo maadui wote. Haijalishi mtu amekutendea mabaya namna gani, ukiokoka lazima nyote mkashirikie vazi moja. Kanisa si mahali ya siasa. Kanisa ni mahali ambapo tunaabudu Mungu aliye hai. Kama kuna kwa makabila mnakonga na shida yenu huko, ukiokoka hiyo mashida unaacha. Hapa kutuletea ati sisi warega atukulangi na bango bango. Je, umeokoka we? Ukiokoka Kristo anakata hizo makamba. Mkongo na Mnyarwanda hatuwezi shiriki. Shindwa katika jina la Yesu. Sisi ni watu wa kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kristo amemaliza yote, kwa maana ni neema tumetupata. Bwana Yesu asifiwe. Ukiokoka hayo mambo yote, acha watu wa siasa wapige siasa zao huko. Sisi ni wana wa Mungu, tuko hapa kuwaombea ili kwamba Bwana awarejeshe mahali ambapo nastahili. Ndio maana kanisa lilio hai lazima makabila yachanganye. Sio tu kanisa ya Wafulero, kilugha tu ya Wabembe. Msema ombe badala ya kuja mpaka mnaongea milima kule, inakuwa ni siasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amemaliza yote msalabani. Hakuna cha Burundi, hakuna cha Mkenya, hakuna cha Uganda, bali tunaangalia mwili wa Kristo ambaye ametuweka wote tuwe hai. Unapata makanisa zingine wakiongozana na mchungaji Murundi, kwa sababu imani ni ndogo wanatoroka. Unaona sisi hatuwezi kusema we. Amen.
Wengine makanisani wanafanya kama inakuwa shirika. Babu ndio alianzaka, anachilia bibi yake, anachilia mtoto wake, na mimi naanza andaa. Nasukuma tu pressure pole pole. Pressure yake hataki. Nasukuma tu, namtia. Hivyo ndivyo vitu ambavyo vinaleta mavita. Ikiwa ya kwamba tumeokolewa kwa neema, tuenende jinsi neema yatupasha tuenende. Hata kama department tunachagua watu ambao wako na jukumu ya kufanya, sio ati ni undugu. Hakuna mambo kama na hayo. Tukikuwa na mambo kama na hayo, hatutaendelea katika imani. Ndio na mimi jambo moja napendanga Ebeneza. Ebeneza hakuna ukabila. Ushaenda kwa makanisa mengine utashangaa. Mweka hazina ni ndugu wa pasta. Yaani kamati yote. Sasa unajiuliza hao wengine kwani ni tu kabila njoo roho anasemanga kwao? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tu pass over. Ukikuwa mwana wa Ebeneza, jipige kwanza makofi. Jambo moja na tufanya tuishi kuanzia 1992 mpaka leo ni kwa sababu tumeshinda ukabila. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kanisa nyingi zinabomoka kwa sababu ya cheo. Zinabomoka kwa sababu wamesema sisi tuko hapa. Yaani ni kanisa ngapi? 5. Imagine. Sasa mkanisa 5 mwao watu bwana, mimi ndio na 20, sijui mwingine ndio na 10. Naona yaani Mungu kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na unaona kanisa ya watu 10, mtu anajiita ati ni bishop. Bishop wa watu 10. Unaona maana bishop kweli? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima tupande viwango. Acha Mungu akuchonge, time yako itakuja. Amen. Bwana akuangi na inua mtu ambaye yaenea. Akikuinua mahali mwake umeenea, na utashinda majaribu yote kwa sababu umepanda viwango. Hey. Bwana akikutia kwa kiongozi wa maombi, kwa sababu anajua wachawi watakuja kukuangia, na wale wachawi tena utawasaidia kwa maombi. Kwa maana utakuwa na shida, kiwango chako ni kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Acha Mungu akutengeneze. Kumbuka Yesu alikaa na mitume miaka 3. Ndio akawaacha waende. Bwana Yesu asifiwe. Nyenyekea na usubiri time ya Mungu itakaa tu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamwambia Petro, juu ya mwamba huu nitaijenga kanisa, hata malango ya kuzimu haitaishinda. Bwana Yesu asifiwe. Wewe una nguvu ya kipekee. Ukikuwa na viwango, kuzimu wao wanatetemeka, wanatafuta mitego ili wakuangushe. Ukiwa na viwango utagundua hizo mitego na unarudia tena nyuma, unajireposition vizuri, unajipanga tena vyema. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Bali Biblia inasema hiyo imani imekuja kwa kipawa. Tuone kipawa cha Mungu ni nini. Utaona ya kwamba mission ya kutafuta mataifa ilikuwa katika agenda ya Mungu. Mission ya kutafuta sisi ambao tuko hapa ilikuwa katika agenda ya Mungu. Hebu tusomee Warumi 6:23 yake. 23b pale kunaanza bali. Yes. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Amen. Nimesema b, mali naanza bali. Sina story ya mshahara wa mauti. Bali karama. Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Biblia inasema bali karama ya Mungu, the gift of God,
ni uzima wa milele ndani ya Kristo ambaye ni Bwana wetu. Kipawa hiki ambacho kimetusaidia kuokoka ni uzima wa milele, na huu uzima wa milele ndiye Kristo mwenyewe ambaye amekuwezesha uwe hapa jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kipawa cha Mungu ni uzima wa milele, na uzima wa milele ni Kristo ambaye anatuwezesha tuishi milele. Bwana Yesu asifiwe. Ni Kristo ndiye amekuwezesha kwa kipawa chake uwe jinsi ulivyo. Viwango vya kuendelea katika wokovu, tunaongelea imani. Hiyo basi nasema si kwa matendo yetu, na Biblia inasema ili si kwa matendo yetu, ili mtu awaye yote asije akajisifu. Hebu sikilize, tumeokolewa si kwa matendo yetu sisi kama kanisa, ili kusiwe ambaye atajisifu. Hebu imagine, just imagine ikiwa kwamba mtu unaona masuala hii ya kwenda abroad, kuna watu wanatoa pesa. Nimeona kipindi kingine kulikuwa ka CBO ambao kamesumbua watu Nairobi hapo, kanalomba watu 300 hata 5. Tulikuwa naambia watu aka kitu ka CBO wacheni, hakuna, amtaki twende ngambo. Kambini hapa kuna watu wana pesa. Nikamwambia ndugu yangu usipatie laki jameni, nilifanya hata business hapa. Ka CBO kamupia, kamkongolizi na Mkenya. Na Mkongolizi alikuwa mchungaji pia, toka mkambi ya Uganda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kisha unaamini hakuna mtu ambaye ataenda Ulaya size 10 na laki 4. Ulaya baba yako ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Ikiwa ya kwamba mtu angeokoa kutoa mali yake, watu wangejisifu, hatungekoma watu. Walikuwa wanaandika hii ni kanisa la Yesu ama kanisa la mchungaji Paul, na anatia yeye vitu vyake hapo, kanisa la mchungaji mwingine. Kwa sababu si kwa matendo ya mtu yoyote, ili usiwe yoyote ambaye atajipiga kifua. Ndio bwana anaonaka mtu kwa sababu ni mambo ya Mungu ya kumbingu. Unaona mtu hii mwaka alikuwa na kipao, akicheza kidogo anashuka kama bushi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mahali ambapo kunakuja, ukiona kama kwa mwenye huduma unaimba na unafanya kiburi kikuja, ujue unataka afanye aje, unataka anguka. Ni kama uko kazini, unaanza ona bosi wako kazini afanya atakuvuta kazi. Hivyo ndivyo hata masuala ya wokovu inafanyika. Unajiona mimi ndio naweza, hakuna mwingine. We nenda, Mungu atainua wengine, na utashangaa utarudi after 2 years unasema kumbe mambo ni hivi. Bwana Yesu asifiwe. Hii wokovu haikutokana na mali ya mtu yeyote, haikutokana na pesa ya mtu yeyote, haikutokana na utajiri ya mtu yeyote. Jinsi ulivyo, jinsi ulipokea wokovu, ndivyo mwingine anaweza pokea hata leo na kesho. Hatuna haja ya kujivuna. Wakati unaona kanisa inatusi ingine kanisa, ujue hapo kuna mwanguko. Hatuishi mama hapa Ebeneza ati sisi ndio tuko na Mungu mzima. Watu ya grace tunasema ati ni wa morgue. Kulikuwa kijana mwingine hapa, ndugu yangu, kabila yangu moja hapo, nilikuwa sikia kuna sema Ebeneza ni mamorgue. Sijui kama alishia wapi. Nilikuwa tunamwangalia tu. Akinipata na post ya vitu vyangu kwa Facebook ananitusi. Sasa sio jamaa ananitusiani. Sasa mimi sitaki maubisha mtandao, na katu kimeniambia ndugu yangu, tunakuangalia tunakupatia miezi. Bwana Yesu asifiwe. Kilicho cha Mungu kinaenenda na mambo ya Mungu. Hawezi kuja kuleta mahubiri uanze pinga watumishi wengine. Wewe tunakusabilia ilobi hata unabii, tunakusabilia tu masiku utatoroka. Wengine ati sisi ndio tunakulanga na Mungu, wale wengine ni wakuja kuja, sisi ndio kizazi cha hiki, kizazi cha hiki. Sawa, tunawaangalia tu. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini kama ni Mungu aisivyo, ambayo wokovu kutokana na kujipiga vifua vyenu, utashuka kama soda ya koka. Kwa maana ndugu mpendwa, tutafute Mungu, tuabudu Mungu kwa kweli na kwa roho, tuache mambo mengine. Mungu anahitaji utayari wetu, Mungu anahitaji imani yetu, ili kwamba tuendelee mbele. Wachana na wale, fata mahali ambapo unajua kuna Mungu mzima anatumika mahali hapo. Ilifika wakati Paulo anafika Korinto, anakutana watu wanaabudu, wanaandika tunaabudu Mungu tusiyemjua. Bwana Yesu asifiwe. Vile kuna watu wanaabudu Mungu wasiyemjua. Ilibidi Paulo afike hapo aanze kuwatangazia Mungu wa majeshi ambaye anatendaka na mambo na watu wanaona. Sisi kama Cross Church atuabudu Mungu ambaye tusiyemjua, tunaabudu Mungu ambaye anaweza, Mungu ambaye anatendaka, Mungu ambaye amefufuka, ndiye ambaye tunaabudu. Kukosa kwako hajamaanisha kwamba Mungu hayupo. Kwa maana kwenye Biblia kuna watu wamekosa, Mungu amewacha hivyo ili kwamba utukufu wake uonekane. Unabii wako kutokutimia hajamaanisha kwamba Mungu hayuko. Kwa maana kuna watu wametembea na unabii na wakateseka. Bwana Yesu asifiwe. Kwako hapa miaka nyingi kambini hajamaanisha ati Mungu hayuko. Amen. Kwa maana yeye akitaka hata kwa dakika moja anaweza fanya. Na kila siku tunaambia watu, Mungu wetu ana njia nyingi. Kuna wale wataingia ngambo kwa njia ya scholarship, kuna wale wataingia ngambo kwa njia ya economic mobility, masuala ya makazi. Kuna wale wataingia kwa njia nyingi sana, kwa maana Mungu ana njia mingi ya kujibu watu. Bwana Yesu asifiwe. Baki katika imani yako, baki katika imani ambayo ni ya Yesu Kristo. Siku hizi unaona watu wanatoroka. Wacha nikwambie, hata sahi uende kwa zehebu ambao wanapeana pepa, kama Mungu amesema utaenda hapo na utaenda. Baki kwa imani yako. Wengine wanageuka Waislamu kwa sababu ya mali. Chineke meo mali. Wengine wanageuza imani kwa sababu ya nafasi. Nimeona kanisa moja Kakumatu imeshika watu. Sasa ni miaka 3 kama nini? Atuatenda Canada. Sasa mimi nauliza watu, mumejaza fomu? Hakuna. Sasa hiyo Canada mtaenda kiroho amaji. Nikiona kuna mama mmoja alikuwa na mama, umeshajaza fomu? Atatamani tena Nairobi. Yaani ujamaa kaleta mambo yake ili kwamba achukue watu. Wote kwa maana tukitangaza hapa tunasema mwezi wa 12 kuprint tu form, tunaweza print form tunatia logo ya Canada. Kwa mfano tunapatia tu watu hapa, na kuambia Sunday nyingine 2 watu watafika mpaka kwa mlango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie kuna uwezo ndani ya subira. Subiri mahali ulipo na imani yako ikabaki jinsi ilivyo, usitingizwe. Fanya shughuli yako, endelea ukiambia Bwana, mambo yatatendeka. Shughulikia mambo yako, omba Mungu. Mungu anajua kwa nini uko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha hakuna kukawia. Tajiri ulimwenguni saa hii ukifuata story yake, aliingia Marekani 2000. Elon Musk 2000 anapata scholarship, anaenda Canada. Kutoka Canada akapata scholarship ya masters, akaingia Pennsylvania. Sasa ni tajiri. Wakina Bill Gates walikuwa hapo. Nataka nikuambie, ni Mungu anawezesha movement. Ni Mungu anawezesha transition. Mungu akisema utakuwa milionea hapa Kenya hii, nakwambia na utakuwa tu milionea, kwa maana atawezesha mambo yako ambayo unafanya.
Mungu aliye hai ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. So tumeokolewa si kwa matendo yetu. Haijalishi pesa zako, haijalishi mali yako, bali umeokolewa kwa neema kupitia imani ambayo Yesu amekuwezesha. Ingekuwa ya kwamba tumeokolewa kwa pesa, sijui kama tungesema nini sisi wamoja. Hilo ndilo jambo moja amefanya Martin Luther King, Martin Luther I think, atoke katika kanisa la Katoliki kwa sababu ya kutumia pesa. Katoliki kipindi hicho wameanza maungamo, wanaomba watu pesa kwa sababu wajenge kanisa lao kubwa huko ni Vatican kama ni Rome. Huyu padri akasema hapana, maandiko yaandiki hivi. Akajitoa, ndio sisi tukakujia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen kama tuko pamoja. Tunaenda verse nyingine ya mwisho tumalize. Warumi 10:17 Biblia inasema aje? Warumi 10:17, kitabu cha Warumi 10:17. Yes. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Amen. Biblia inasema basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia unatoka kupitia neno la Mungu. Sasa tutapandaje kiwango ya kwamba mambo ambayo tunasikia ni tofauti? Biblia inasema ukusikia kunatokana na neno la Mungu. Lazima tulishe nafsi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kama mwana wa Mungu, ni nini unasikia ili kwamba ikujenge? Wakati nimeelewa hilo jambo, au tapatana kwa simu yangu hamuna ni muziki ya gospel peke yake. Sina time na Diamond, sina time na Zuchu, sina time sina Fergola Fally Ipupa. Nina haja ya kusikia maneno ambayo yataniwakilisha katika connection na kiti cha enzi. Kila siku napiganaka na waimbaji, nawaambia uko tuimbia worship, afu tunakuona wewe unaposte. Kalamba ametutolea manyimbo ya birthday. Achana ma birthday ya Harmonize. Mike Kalamba ametolea happy birthday to. Muitie nyimbo ya Mike Kalamba. Mungu anatumika jinsi tunajionyesha kwa Bwana. Demo kijiconnect kwa Bwana, na the glory of God inatumika na wewe. Mhubiri mzima kweli hauna hata vitu ambavyo vinati. Kwani usisikie mahubiri? Wewe ndio yule tu kuona. Jamii inaharibika kwa sababu ya kuona mambo potofu. Jamii inaharibika kwa sababu ya kusikia mambo potofu. Bali Biblia inatuambia kusikia pia kunatokana na neno la Mungu. Mara ngapi tunasikia neno la Mungu wapendwa? Kuna wengine wako hapa wamejua kuongea kwa sababu ya kufuata ma TikTok ya Watanzania ya kutukanana. Kuna kuanga matusi huko. Kisha na yeye anajifunza. Anakuja kwa kanisa. Toka shetani. Shindo rege. Kama unataka kuendelea katika kiwango cha wokovu, lazima imani yako ipande kwa mambo yale ambayo unasikia. Simu ni yangu, nitakuwa TikTok napitisha. Ni mimi ndiye na control hii simu. Si simu na ni control mimi. Wengine tunakataa kwenda kufanya makazini kwa sababu ya simu. Wakikuvuta kazi unasema ati Mungu akupendaki. Mungu akupendaki wewe ama wewe ndiye mbovu? Bwana Yesu asifiwe. Tangu uliingia kuchambana WhatsApp, yani kunakuwa matimu na ni mtoto wa
Nyinyi wakakumawani ni washenzi, nyinyi wakakumatiri ni washenzi. Shindwa. Unasikiliza nini? Kuna wadada kama wawili sio wanakuwa Marekani, wanajifanya kati wanafunza mafundisho ya ndoa. Yaani wale ukifuata mafundisho ukikuja kuapply kwa nyumba yako mtakorogana na bwana wako. Njoo sasa wewe vile kitu ya kusikiliza sasa. Unasikiliza unasema walisemanga naweza tumia pesa bila kuambia bwana wangu. Ulikuwa unaambia mume wako pesa unatumia wewe unauza. Unaanza sasa dalamia unatuma kuna bila kuambia bwana wako. Bwana wako akupige, akufukuze, uje ulie kanisani na wewe ndiye ulibomoa nyumba yako mwenyewe kwa upumbavu wako. Sikia mambo ambayo ni ya maana. Sikia mambo ambayo yatasaidia familia yako. Kitambo nilikuwa naona watoto, sisi tulimekomaa watoto na wakubwa wakiona movie. Ikifika mahali ya kuhisiana mambo mabaya, watoto wanafunga macho. Hapo wanatoka nje. Siku hizi, watoto wa siku hizi, wa digitali, wa android, wakiona wanacheka. Na baba yako yuko hapo, na mama yako yuko hapo. Ni mafundisho gani tunafunza familia yetu? Wewe mtu Mkristo kabisa. Mimi nafika tu kwangu naambia watu hapa kwangu sionangi Wasafi TV. Kwa sababu Wasafi TV natianga nyimbo za dunia. Ukitaka kuona ona movie ama katuni ya watoto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe Mkristo tunasikia ngoma za kwako ni za Diamond. Sijui kama ni nini. Sijui kama ni nyimbo gani. Na wewe ndiye mzee wa kanisa. Na wewe ndiye evangelist. Ukiambia wengine mbona unatiaka? Na kwa mzee wengine tunasikianga wanatianga hivyo. Na kwa mwinjilisti mwingine tunasikianga wanatianga hivyo. Unajenga nini katika boma yako? Be blessed. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Imani uja kwa kusikia. Na kusikia tunasikia neno la Mungu. Watoto wetu wameanza vitu vibaya kwa sababu ya mambo. Na wazazi wacha niwaambie, number 1 ni Mama Precious. Anatilia watoto. Acha nikwambie Francisca iko hapo. Ni mtoto wangu. Iko na mwaka mmoja na miezi 7. Na kwa tunasikiliza kumtilia nyimbo ya gospel. Anatia. Ilikuwa ya Zuchu. Angali mtoto mkubwa. Sasa wewe mzazi utafunza mtoto nini? Chapati. Katutu kama kali. Miaka mpaka sao Jesus. Shida gani mamake ana download ma video ati mtoto afurahi. Tangu leo kama unaokoka, futa zile ma video vibaya kwa sababu watoto wanaharibika. Vijana wanaharibika, kijana tu mzima haujaoleka, haujaoa, uko unaona pornography, kusaidieni. Imani yako itapanda kweli? Njoo wanauza wengine haujakuwa na pesa unasumbua wasichana watu kanisani. Wewe kijana uliokoka utongoze wewe shindikane, utongoze, utatara shida kwambia nataka kulala na wewe, msichana anakataa unakimbia. Nataka kulala na msichana anakataa unakimbia. Lazima tusikie vitu ambavyo vinatuongeza imani ndani ya Bwana. Lazima tuongezeke katika hiyo wokovu. Amen. Hakuna mtu hapa kwa kina jaribiwa. Bwana Yesu asifiwe. Unajaribu ya watumishi wa Mungu ni mambo 3. Zina, pesa na kiburi. Zina kuanga. Haimaanishi ati wewe ndio kupasa. Shetani atakujaribu kwa mwanamke mrembo atamuleta. Lakini ukiwa na imani utashinda. Kama utasema Yusufu alikimbia mke wa Potifa, na wewe utatoroka in Jesus mighty name. Watu wakuja makanisani kwa sababu hiyo ghetto ambayo wasichana wengine wako naingia na unaingia. Vijana walevi
Ndio wako nakuja kati ya wasichana wetu ambao wanatimbia hapa. Sangapi yule kijana atakuja kanisani? Tunahitaji imani yetu ikapande katika kusikia maneno ya Mungu, katika kusikiliza neno la Mungu. Siku hii kanisa tutaki tena kusikia mambo ya Mungu. Unakuja Sunday kwa sababu Sunday nisikia Sabato, mkuje Wednesday muje kama hivi tuone. Lakini siku tuseme Pastor Chris anakuja Wednesday, kanisa litajaa. Hapa tuseme Wednesday mwa tunaacha kilo ya sukari, next watu watajaa. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu haiko juu ya mali, wokovu haiko juu ya visa, bali wokovu ni kwa ajili ya neema. Nasema wokovu ni maisha ambayo pia na kiwango na kukamilisha wewe ndani ya Kristo. Ndio maana kuna kuanga mabadiliko. Mtu alikuwa malaya anabadilika, mtu alikuwa anakunywa pombe anabadilika, mtu alikuwa ananena maneno mabaya anabadilika, kwa maana wokovu unabadilisha. Ukiwa ndani ya Kristo hauko tena mtu wa zamani, ya kale imepita, sasa umeanza mambo mapya. Na ile nakuwezesha ni imani, kwa sababu unasikia. Ukilisha nafsi yako kwa neno la Mungu, kuna mambo mengine unaanza kuyashinda. Bwana Yesu asifiwe. Kuiba kunaisha, mambo mengine yanaisha peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Methali 8:17 inasema, napenda wale wanipendao, naona nitafuta kwa bidii wataniona. Tafuta Mungu kwa bidii utamuona. Tafuta Mungu kwa bidii utamuona. Joshua 1:8 inasema, na kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako, utafakari maneno haya usiku na mchana. Kama kanisa hili imani yetu ipande, lazima tujifunze neno. We have to study the word. Lazima tujifunze neno. Ukienda kazini kwa tafakari neno, na neno la Mungu lisitoke kinywani mwako. Ukitaka kuongea unasema, hii neno litatoa kwa kinywa changu, ina reflect nini hapa? Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, ili tusaidike kwa sababu ya kukuza imani yetu, tunatakiwa tuzidi kusikia neno. Kuna mtoto wetu ambaye yuko Canada, ameenda mahali inaitwa kama Azabu City. Hakuna hata kanisa moja. Zainab aliniambia tuambie kanisa, hakuwa nafikiria kama ataenda Canada apate mahali hakuna kanisa. Nayo mahali njoo ya kazi anafanya. Ambia watoto wa Mungu, akaambia Kaboni, ambia watoto wa Mungu wajifunze sana neno la Mungu. Sasa anagonga na watch mafundisho yetu online na TikTok, na watch wachungaji. Amen. Amen. Tia hazina ya neno la Mungu ndani mwako. Soma neno, tia tamtebo juu ya maisha yako. Ukiwa mtu wa neno, shetani atakushinda jamani. Maneno yatatoka kwa kinywa chako. Ukitaka kuamka unasema hapana, Biblia inasema hivi, unarudia nyuma. Na mazungumzo yetu tuwe naongea yawe ni mazungumzo ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Viwango vya kuendelea katika wokovu. Na leo tumeongelea kuhusu imani. Imani ni jambo la tufanya tushimame ndani ya wokovu. Ni vitu vingi ambavyo vinatufanya tuendelee ndani ya wokovu. Lazima kila jambo moja ukaipitie ili kwamba ushimame jinsi yanatakikana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Kuna baki kuongozwa na Roho Mtakatifu, kuwa na nia ukomavu na kukaa daima katika uwepo wa Mungu. Mungu awabariki na Mungu atusaidie sote.